Sasa after nimechai yule kiwete, si nikajisahau siku moja nikiwa tu maraundi zangu tao, nikapita pale Redways. Nikasikia msee amenitapa hapa juu, kugeuka hivi ni huyo kiwete juu. Nipatie mali yangu. Unajua mimi kuna wakati mimi hata ningesikia singeangalia nyuma. Ati siwezi angalia nyuma juu naweza angalia nyuma nisikie nipe simu yangu ama nipe mali yangu. Hadi sahii kama hujaniita jina siangalii nyuma. Kuna hadi kwengine mpaka sahii naendanga miseu zinanifufukia, inabidi naambia hizo ni mambo za kitambo bana, mimi niliacha hizo maneno, sahii nilikuwa na utoto, inabidi kuwe mpole, unaget. Saa mazee huyo jamaa ameniambia nipe mali yangu, ameanza hapo kuleta mafujo, alafu anaongea kikisia hapo. Watu wanauliza ni nini, ati udem nilimuenda na Rongai akaniibia kamera, akaniibia do zangu za kazi, mpaka ana exaggerate vitu zingine yani. Bahati mzuri bahati mbaya hapo Redways hakukosangi makarao. So obviously makarao akiona commotion si wataka mkucheki ni nini. Unaona venye ati wauni wanajifanyanga ati hawatambui Njege Masanse kwenda ati umbwa. Hakuna mtu mwenye anaombaga Sanse atokee kama muuni wakati amewekwa katikati ya mob justice. Ama tu kwa fracas alafu ashaambiwa kaa chini. Ashapigwa makofi 2 3 mateke 2. Hakuna mzee. Juu hapo mtu anaweza kusevu ni mwera karao. Hivyo venye wanajifanyanga Njege Masanse wakwende, wanawatambua mbaya, wanawarespect mbaya. Trust you me, ni kujifanya tu, ni kipasona tu kia kusurvive. Makarao wakakuja wakaulizia nini, ikakuwa sasa tuandamane mpaka wapi? Hapo Redways police station. Hapo Redways kuna kuangana ka police post hapo. Tukaenda hapo. Kufika hapo sasa sini anaelezea venye kulienda, akauliza uliripoti, akasema aliripoti Rongai ako na OB number. The moment msee ametoa OB number, lazima tu utashikwa. Ndio nakwambianga msiwe hata mkiwa na disagreement na mtu. If both of you walk into a police station and one of you ako na OB, huyo mwenye ana OB atalala ndani. So unakaa rada. Mimi mtu hawezi enda stage hii tumevurugana niambia nipigiwe simu ati niende tuongee. Tuongee nini? Mimi si zuzu, mimi si fala. Sasa nimeshikwa jo. Si nimewekwa hapo Redways. Sasa kuna venye jurisdictions. Kizungu jurisdictions, whatever. That word. Venye makarau work. Like kuna makarau wa Ronga wa wapi. Sasa unaona uwe mtu Mombasa. Ukimbie ushikiwe Meru. Lazima urudishwe mpaka Mombasa. So juu msee alikuwa ameripoti Rongai police station, faili yangu iko Rongai police station na iko hapa Redways. So lazima wafanye nini? Lazima kuna venye watafanya juhudi venye nitafika huko Rongai police station. So si ni OCS wa Rongai apigiwe ambiwe kuna maabusu yako iko hapa Redways police station na kesi yake iko huko OB namba fulani wa confirm pale kwa OB. So ni kujiwe na Land Cruiser ya Redways police station nipelekwe mpaka Rongai. Sasa kupelekwa pale Rongai sasa, si ni kuwekwa pale ndani sasa. Si ni ule kiweto wangu sasa tufanye tujue kama tutaongea tuelewane ama kama ni kotini. Sasa kitu moja wacha nikwambie. Unaona kama umekosea mtu akuweke ndani, usijilete kiburi. Hapo si mali ya kuleta kiburi. Juu unaweza leta kiburi ujipate umekula maharagwe kimchezo. Na mimi nawasho hakuna kama mnaweza malizana na mtu police station, malizaneni police station. Kotini si mchezo. Ukishafika kotini mambo inakuwaga imevimba. Kitu yenye mnaweza malizana na 5,000 hapa police station unapata mnafika kotini unaenda unapigwa cash bili ya ngiri 50 ama unapewa bodi ya ngiri so. Na ujue bond haitaki cash. Bond ni either ulete logbook kama title deed. Sasa hiyo mama yako anaweza toa title deed juu ya mambo yako ya kijinga. Hivyo ndivyo unajipatanga umekula maharagwe kimchezo. So ukijipata mahali na noma mmepeleka na karao na mtu ama umejipata tu mahali na noma umefika stage. Nyenyekea. Imagine kusema sorry haiwezi kucost anything. Anyway, huyo kiwete alikuwa anakuja anambia mazee za Juma najua hata sijui what came over me ni ulevi nini. Na nyenyekea na mbembeleza. Anaenda hapo nje ananibaia mkate na maziwa ananiletea. Ananiambia lakini lazima tafuta kitu, ananiambia
nitafutie kitu. Naambia mazee, mimi hata sina watu wetu, mimi hata sina mama, sina baba, sina hata yaani mimi venye niko hivi, mimi tu itabidi tu umenisamehea baba. Alafu mimi sijui, lakini tangu kitambo, say I even sit back and rewind and think about my life. I've realized tangu kitambo God has always been looking out for me. Juu mimi huwa nakaa hivi nafikiria ngori zenye Mungu ashainitoa, mangori mingi sana. Zingine hata sikuwa najua amenisave. Sasa ndio nikikumbuka na realize amenisave. Yaani tuseme tu zile ngori zenye God amenisave. Na yaani kama nimekosea mtu mimi nimeshikwa najipata ndani na ngori, huo msee anakaa namsikiza na muongelesha mpaka ananisamea. Like anaona tu huyu sasa, huyu hata ni kumdhurumu tu, acha tu niachane naye. Yani God has really always looked out for me even when I didn't know he was looking out for me. Jua hadi ngori zingine nafikirianga nasema hapa ningededi basi. Hapa ningepigwa kisu ya matumbo ni dedi. Nasema hapa ningeenda jela na robbery with violence stroke 2. Yani God has always protected me and looked out for me in ways that I can't even comprehend. I guess imagine sasa ningededianga huko street before hata hamjanijua maze. Nani angekuwa anawapigia mastori kama hizi mnabambika, mnasikia fiti jo. Anyway, sasa huyo ninja alikaa siku 3 mfululizo. Siku ya kwanza akakuja nikajaribu kumsikiza akakuwa amejaa ngori mbaya. Sasa maybe hapo alikuwa amechochwa na maamuri wake. Alafu unajua ukikosea mtu, unaona ukiibia mtu leo, akushike kesho, anakuanga na hasira mbaya sana. Lakini ukiibia mtu leo, akushike after 6 months ama 1 year, hiyo hasira inakuanga ishapungua. Alafu labda hata kama hiyo kitu ulishamuibia asha replace ingine, unaona? So hiyo time hata kumsikiza inakuwa ni rahisi. Lakini leo alafu akutane na wewe kesho asubuhi, usikie hadi mavidevu utakula. So ilikuwa ishapiga kama miezi 3-4 hivi. So tuseme roho yake pia ilikuwa ishashuka. Siku ya kwanza nikajaribu kumuongelesha akakaa ngumu, lakini akaacha mabai ya mkate na maziwa. Siku ya pili akakuja nikambembeleza tu. Alafu sasa alikuwa akikuja hapo kwa ubi nikiitwa au makarawa na mtito, naambia siwaambie hii msichana akupatie hii kitu, hii maneno umalize. Si kitu ndio ulikuwa unataka. Si uende uambie yeye akupe hii kitu ugonge. Usamee yeye. Huyu ni mtu wako. Wanamwambia hivyo. Hapo nishaanza kumwambia mimi mazee, hata kama ni hii kitu jo, mimi naweza kupea jo, lakini mazee usinipeleke jela. Siku ya pili akaenda, siku ya 3 akakuja, kumbe ashaamua anakuja kuniachilia sasa. Lakini sasa ako na conditions. Condition 1, nikiachiliwa tu hivi tuandamane na yeye moja kwa moja mpaka kwa nyumba yake. Karibu nipigwe kitu bana. Karibu nipigwe kitu. Hapo sasa ndio unajuanga lazima hizi streets ukwe like, hata kama msee ni smart, you have to be always 1 step ahead of everyone else. Anyway, so jamaa siku ya 3 amekuja. Ashaongea na maafande huko, amedecide ananisamehea, akaniita. Sasa unajua ananiambia hivyo mbele ya maafande, ameniketisha hapo, ameketi hapo afande wawili ile side na hii side, alafu mimi nimesimama juu mimi ni maabusu, still sijaachiliwa. So still mimi ni maabusu. Mimi ninakwambia hizi police station za Nairobi hizi sijui, mimi nimelala police station ya Rongai, nimelala Railways, nimelala Kamukonji, nimelala Central. Nimelala hapa Machakos mali basi zinapandiwa za kwenda Busia. Nimelala ya Udhiru. Nimelala ya Makupa Mombasa. Lakini Mungu, hiyo maisha ya jailbird nilikataa. Ninja imekuja imesema itaniachilia, lakini on 1 condition. Tukitoka tuandamane uste mwendo wa unyo moja kwa moja mpaka kijani kwake. Si unajua kitu ya kwanza unakubali utoke kwanza, alafu ukitoka hizo vitu zingine utafigure out ukifikanga huko nje, si ndio? Hapo hivyo sasa ndio mnashare, mnafollow. Ndio nikuje niwapigie venye kulienda after ameniachilia.